Haleluya. Kwa ina maana zile hoja zilipokuwa zinapelekwa kwa Mungu, Mungu alikuwa anazisikiliza. Anamwambia Hezekia, anamwambia Mungu, sikiliza, mimi Mungu, kumbuka haya. Neno kumbuka manake ni vitu ambavyo vimefanywa nyuma. Manake ni akiba ambayo ilikuwa imewekwa na Hezekia. Alipokuwa anafanya wakati ule, alikuwa anafanya kama kitu ambacho inawezekana kuelewa, lakini ikafika mahala kaelewa kwamba katika wakati huu inawezekana nisije nikaondoka kizembe. Haleluya. Akamwambia Bwana, kumbuka haya. Bwana asifiwe. Kumbuka haya, nimekwenda mbele zako katika kweli. Manake nilipokuwa nipo katika nafasi, nimesimamia neno lako, nimesimamia kweli. Sikuwa ni mtu ambaye nimewaongoza watu katika uongo. Haleluya. Na akasema kwa moyo mkamilifu, manake nilijitoa kwa kila namna, bila kujali namna yoyote, bila kujali watu wengine, lakini nimeenda mbele zako kwa kweli na kwa moyo mkamilifu, lakini nimetenda yaliyo mema machoni pako. Ukimalizana sema Hezekia akalia sana sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Maana yake lazima ujue, wakati unapokuwa una nguvu, wakati unaona Mungu amekuamsha, wakati unaona unaweza ukapiga hatua, elewa chochote unachokifanya ni akiba unaojiwekea kwa ajili ya baadaye. Na ndio maana kama tukielewa kwamba kufanya kazi ya Mungu ama kuhubiri Injili, kuwaleta wengine ni akiba ambayo tunajiwekea, hakuna mtu atakusukuma kwamba nenda kahubiri Injili. Hakuna mtu atakwambia kwamba leo fanya kazi ya Mungu, kwa sababu najua ya kwamba ninaweka akiba kwa ajili ya baadaye, ninaweka akiba kwa ajili ya kesho. Akiba ni kwa ajili yako na uzao wako. Manake chochote unachokifanya, elewa kwamba kinaenda kwako na kwa uzao wako, kiwe kibaya ama kiwe kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Hezekia akamwambia Bwana, sikiliza. Ina maana kwamba Hezekia alipokuwa anapimwa katika ile hali, ina maana Mungu alikuwa anazichukua zile hoja anaziweka. Nimekwenda mbele zako katika kweli. Mungu anasema ni kweli, na kwa moyo mkamilifu, vema, na nimetenda yaliyo mema machoni pako. Haleluya. Akalia sana. Wakati huo wakati Hezekia yuko pale, yule nabii Isaya aliyekuwa amepeleka ile information moja kwa moja, Biblia inasema neno la Bwana likamjia Isaya kwamba rudi kwa Hezekia, kwa mwambie nimesikia maombi yako na sasa nitakuongezea miaka mingine 15. Sema amen. Haleluya. Manake akiba ya Hezekia ilipindua roho ya mauti kwenye maisha yake, ilimfanya aishi tena, ilimfanya awe salama mahali ambapo inawezekana kustahili kuwa salama. Bwana asifiwe. Haleluya. Wewe na mimi, haleluya, wewe na mimi tunafanya kama Hezekia. Bwana asifiwe sana. Inawezekana unafanya kwa kiwango gani? Biblia inasema nimeenda mbele zako katika kweli na katika moyo mkamilifu, na kufanya yaliyo mema machoni pako. Manake chochote ambacho unakifanya mbele za Bwana, haufanyi kwa sababu ya mtu, unafanya kwa sababu ya Mungu. Akishaona na kupima ile kazi, kuna vitu ambavyo atakuepusha hata usivyoviona katika macho ya kawaida, kwa sababu kuna vitu ambavyo adui wanavipanga, kuna mipango anayo, lakini wewe unapokuwa umesimama, Mungu anakuangalia katika namna gani. Haleluya. Hivyo kuna maombi fulani ambayo unaweza ukayaomba, unaweza ukaenda mbele za Mungu na unaweza ukamsubiri Mungu, lakini Mungu anapima moyo wako. Haleluya.
Mungu ni kama ni mwekezaji tuseme. Hakuna mwekezaji anayetamani kuwekeza mahali ambapo hatapata faida. Bwana asifiwe. Mwekezaji hawezi kuwekeza mahali ambapo anajua hatapata faida. Ina maana kama Mungu ni mwekezaji, na maana eneo ni nani? Ni wewe mwenyewe na mimi. So Mungu anapokuacha, maana yake anatamani kuna vitu avione unavifanya. Hezekia hakuruhusu watu waabudu miungu, hakuruhusu masanamu. Biblia inasema katenda aliyo mema sana, yakampendeza Mungu. Na ilipofika wakati wa taabu, akawa na ya kumwambia Bwana, kumbuka. Haleluya. Biblia inasema nikumbusheni. Maana Mungu unapoenda mbele yako, kuna vitu ambavyo anatamani kuviona juu yako. Bwana Yesu asifiwe.